acha tu. Hayo mandoto yenu. Si kila siku nawaambia kuzurura nyinyi. Saa 3 hujarudi nyumbani. Mimi aliniambia hivi. Aliniambia anaanza na mimi. Kisha hapo akimaliza na mimi atakuja kwa hawa ndugu zangu wawili. Na baada hapo atamalizia na wewe na. Atamalizia na mimi nini? Kutuua, kutupoteza au kutufanyaje? Sasa mama hapo usichokifahamu nini? Yaani mtu akutokea ndotoni. Alafu unamuona live. Huyo si mchawi wewe? Anamaliza na sisi wapi? Kuhusu nini? Yaani ili iweje? Hizo ndoto tu mnashinda mnafikiria mambo ya ajabu ndio mnakuja kutusimulia hapa eti umeona. Wewe unaona hayo mambo yapo? Uchawi hamna chochote bana. Mnakuja kututishia tu hapa hamna lolote. Wewe mama unaamini hayo mambo yapo? Hayo mandoto yenu. Si kila siku nawaambia kuzurura nyinyi. Saa 3 hujarudi nyumbani. Kuzurura mitaani kijijini hapa. Ukija ukiota mandoto ya ajabu unaanza kuhadisia hapa. Lakini natisha mama. Maana tuitafakari. Maana kila maisha tunaishi hapa. Shida. Zurura kwenu. Mama hapana bwana, tuiangalie kwa makini. Huko na kitu unajua. Najua nini sasa? Odi baba. Huku. Karibu. Asante wazazi wangu. Leo umepumzika? Karibu. Haya, asante. Karibu hapa. Vipi, umelala mzee? Unaumwa? Baba, asalamu alaykum. Asalamu. Karibu. Sije kupitia hapa. Ndio. Sija taarifa huko odi. Kumbe ilikuwa odi nyumbani kwangu. Ndio kwako bwana hapa. Naona kupo kimya hapa. Usione hata ngapika za watu. Ukiwa mtu mzima bwana. Mambo ya kukaa peke yako kawaida. Sasa. Habari ya huko tokako? Namshukuru Mungu kabisa. Mimi bwana naendelea vizuri. Ndio. Na toka asubuhi mpaka sasa hivi ninavyojiona niko vizuri. Nikijiona hivi nashukuru kwanza kwa kuja. Ndio. Na yapo niliyoyasikia nimeshukuru sana kuja maana nitaongea. Yapi tena babayo? Sasa umekuja. Ndio. Mimi naona haraka. Wewe unakunywa pombe? Wewe unakunywa pombe? Mimi mpaka nimefika nyumbani kwako na ukaje kunifungisha ndoa. Ushasikia hata siku moja mimi harufu ya pombe labda? Jinsi ulivyokuja hapa nyumbani. Ndio. Na nilivyokuona. Ndio. Na hizi habari ninazozisikia ni vitu viwili tofauti. Ndio maana nikakuuliza, wewe unakunywa pombe? Kwanza ujue mpaka nimechoka kwa sababu nilikuwa na fulanga sema leo ngoja nitembee niende kwa babangu so leo sina kazi yoyote. Sina harakati yoyote. Sasa leo mpaka nimechoka yani nguvu imeniishia unajua. Huyu mkeo huyu. Nisikilize. Mkeo kaja hapa. Ameniambia hayo ya pombe, wewe unakunywa mpaka kujikojolea mkojo. Habari yako? Nzuri za siku nyingi. Nzuri dada, niambie. Shoga yangu, unajua kuna maswali mengi sana najiuliza juu yako. Hivi unaishi wapi mwenzangu? Maana kila nikija nyumbani kwenu sikupati, nampata mama yako tu. Mimi siku hizi sasa hivi nipo kwa Makodi. Sio unanielewa? Maana Makodi ameondoka, ameenda mjini shoga yangu. Kwa hiyo hapa sasa hivi naogopa hata kuondoka pale. Maana naogopa vitu visije vikaibiwa. Sasa wewe unavuka huko kwa Makodi. Je, mamako analifahamu hilo? Hakuna kitu kama hicho yani hata msinge tusimulia kwanza yani mimi sioni kama kuna mashiko ya sisi kusikiliza hivi. Ndo mmeharibu na usingizi wangu wetu mnakuja kutusimulia hapa mambo yasioeleweka. Kwani Amina hamna kicho yani ulichokiona kingine? Labda yani hujamuona hata sura yake labda. Au wewe umeelewa nini? Mimi nilimuona lakini simfahamu. Sura sijakariri. Usikute ndoto za asubuhi au mambo yako huko kwa una nani huko nayafikiria we. Bwana, chana sisi na mambo yako ajabu. Kutupa pressure tu. Lakini mimi nimewaambia atakapokuja kuwakuta msije mkaniita.
Kutukuta wapi? Kwanza akinikuta mimi nakufuata. Ngoja niondoke niwaache hapo na ujengae. Saa 4 hii unalala nini bwana? Unataka ulale mpaka saa ngapi? Mimi mwenyewe na kazi zangu. Ukajifanya mashughuli yangu. Mimi hata yule mamangu akilifahamu hata inisumbui wala nini. Shoga yangu. Basi tuachane na hayo. Juzi mamake Baharia, si ndo kaja nyumbani bwana. Bahati mbaya akakutana mimi nimekaa na baba. Baba baada ya kumuona kama vile yani ameshtuka, alafu akanyanyuka akamfuata. Wakasogeleana wakawa wanaongea kiukaribu. Yaani nazilisha ni kabisa watu ambao wanafahamiana toka muda. Maana maneno waliokuwa wanaongea sikuelewa hata kidogo. Lakini nikajaribu kumwambia baba, yule ndo mamake Baharia ambaye kila siku mimi nakwambia yule mpenzi wangu. Na wewe mwenyewe unajua jinsi gani mimi ninavyopenda Baharia. Lakini baba akanifokea na kunifukuza pale nje. Yaani kuna kitu kinaendelea lakini bado sijaelewa. Babangu kuna mengi sana ananificha. Sawa wewe, huyo Baharia mpajuaje kwenu? Dada, hiki kijiji ni kidogo sana. Kwa hiyo afu ukiangalia ule ni mtu mzima, anatembea sana. Mimi nakapafahamu tu alikuwa ananichunguzaga toka kitambo basi. Sasa shoga yangu, kwa hiyo itakuwaje kuhusu na Baharia? Hapo Baharia mimi kaniambia, maana juzi tumekutana naye tumeongea. Tumeyapanga wenyewe kwetu. Kasema tunatoroka, si anarudi chuo. Na mimi naenda naye chuo, namfuata kwa sababu nampenda. Na mimi siwezi kukubali kumwacha. Kwa hiyo shoga yangu, hapo umeniambia ili kuniomba ushauri, yani umeniambia ili kunipa umbea au yani imekuaje? Maana hata sielewi hata nikujibu nini. Nilikuwa nakwambia tu kama shoga yangu au nimekosea? Basi hapo akili kumkichwa ndugu yangu. Kama unaona wewe unampenda Baharia, nenda naye. Kama unaona sijui vipi, hapo angalia mwenyewe cha kufanya. Sijui unanielewa? Ni sawa. Nimekuelewa. Basi haya. Tuondoke. Baba, huyu mke wangu tatizo anapenda sana kusikiliza maneno ya watu. Na hiko kitasababisha mimi na yeye kugombana. Mimi sitaki kuzileta kesi hapa kwako. Najua mimi ni mwanaume na ni mtu mzima. Kuleta kesi mara kwa mara haipendezi babangu. Sasa leo kama mke wangu kaja huko kusema mimi nimelewa, mimi ni mlevi. Sababu ungesikia harufu ya pombe babangu hapa. Haya yaliyozungumzwa yamezungumzwa. Na mimi kama baba yako Mzaa Chema nimekuambia achana na pombe. Swala la pombe nisikilize, swala la pombe achana nalo. Silihitaji hata kama nimesikia, maana masikio yashapokea. Lakini usiendelee na hizo habari. Umekuja vizuri kama shehe mwanangu, ustazi, alafu nikasikia habari za pombe. Wapi na wapi na wewe na pombe? Baba, maneno niliyoyasikia ni makali. Baba kuambiwa mimi mlevi. Wapi na wapi baba? Choka kabisa. Haya, nenda msigombane. Hapana. Huko msigombane. Siwezi kugombana naye. Narudia, huko msigombane. Mimi nakutakia jioni njema.
kitakacho, mwenzenu limenikumba, na kesha kulala macho. Sina kitu, sina mavumba, kitu nikitakacho sikipati kwa wakati. Naisha kula kwa macho, siendani na nyakati. Hata tamu yangu una sasa. Sasa Amina, unajua mimi nimekaa sikuoni ukiniuliza chochote toka nilivyokupa ushauri. Shogangu upo kimya. Tumbo linakuwa hilo, wewe umeamwaje? Maana yake hata huyo mwenzio tu hana msaada na wewe wote. Hivi unajua heka za hapo mbele unazijua? Wewe msimamo wako ni nini? Dada, mimi mwanzo ninaamua tu hii mimba bora niache. Maana naweza nikataka kuitoa hapa na mimi nikatoweka. Kwa bora tu niache, na uwezi jua huyo mtoto anaweza kuwa nani. Bora nipambane naye tu hivi hivi. Dadangu wewe upo utanisaidia, najua uwezi kunitupa. Mimi nitasemaje sasa? Na wewe ndio mwenye maamuzi. Ila sasa mimi huko sipo. Upo? Mimi huo wakati sipo kabisa. Sipo. Twende tukachote maji. Sasa nila kuna kitu nakwambia. Basi wewe bali kwanza unoshe kidole. Nasikia usinoshe kidole. Wewe tena. Sikiliza. Nikwambie kitu. Hii bakashia hii. Hii danga ya toto kwa baba mkwe. Baba mkwe akiniona sazi mzuri kabisa, ana shida kabisa. Lakini mradi na kunywa hatari. Hapa hii ni mwibia mama muuza inaenda ananyokani. Umeshafungua hapa. Mamuza. Mamuza. Mpiga kelele. Mamuza. Shida leo. Nisikie. Shika. Umelia jana usijonzoesha kilonza. Mbatabu. Nifanye. Nataka nifanye. Familia. Mzee, shwari. Mwanangu hisi ya tatu mwanangu. Acha. Oya, na stori nyingi sana za kusimulia mwanangu. Mimi niko lengo niingie mtaani mwanangu. Niambie mzee. Tuondoke. Na mimi kuja kweli nimekufuata mzee cha nyumba yako. Yaani mwanangu, wewe ukienda kamtafute, yaani si nini urudi naye hapa si nini? Yaani kama urudi naye, usirudi na wewe niko na yeye mambo yasiwe mengi. Basi tuondoke. Wewe kijana. Ndio. Wewe usiniambie mimi mwenda wazimu. Nilikuwa nakutania tu siku ile baba, ndo nilete hadi huko jamani. Wewe uliniambia mimi mwenda wazimu. Hapo ulipo ni wapi? Baba sijui hata mwenda wazimu nani, ila baba wewe mimi ni mwenda wazimu. Sasa mwenda wazimu wangu ndio huo sasa. Muache mwanangu.
sasa huyo. Baba baba shika. Baba baba shika. Unaniumiza. Uje uko chini. Nisikilize, nisubiri nimesha. Nisubiri nimesha. Hebu nanuka. Nisubiri nimesha. Nanuka kwanza. Nisikilize. Moja bwana. Utaona napenda pombe hapo, napenda ukorofi. Ukishaona unakuwa mkorofi bwana. Hebu tulia kwanza, unataka nini? Tulia. Nisikilize. Nge kwanza tatu. Ulimpa nani? Viatu. Ulimpa nani? Viatu. Wewe ulimpa nani viatu? Ulimpa nani? Alafu umesikia umemdhulumu watu. Mama Musa, umemdhulumu. Baba za hapa nyumbani. Za hapa mzuri. Habari za huko utokako wewe? Za huko ndugu yangu ani sio kabisa. Mjukuu wako ananisumbua. Kwanza yuko hapa kweli? Hapa hayupo. Maana mimi ana mwezi mzima hajaonekana nyumbani. Huko? Kabisa baba. Hapo unavyoniona ndo kama hivi nimemletea na nguo zake ngajua yuko hapa, nitamkuta. Haya, ilikuwa kuwaje mpaka huyo binti yako mjukuu wangu mimi hayupo nyumbani kwako kwa muda mrefu kama huo, leo ndo unaniletea mabegi? Ilikuwa kuwaje? Kwanza alikuwa anataka kuanza tabia za ajabu baba. Saa nyingine anarudi nyumbani, saa nyingine yarudi. Safari kaona kabisa aondoke mazima. Jamani, hawa watoto wa sasa hivi hawa si inakuwaje? Si huyu hapa. Hapo. Simama hapo. Hebu simama hapo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vumbi la macho mwenzenu limenikumba na kesha kulalama.